Dalili za mtu mwenye trauma zinaweza zikatofautiana, lakini zifuatazo ni baadhi ya ishara ambazo mara nyingi huwa zinajitokeza zaidi. Dalili ya kwanza ni kuogopa kuwaamini watu. Mara nyingi mtu mwenye trauma anakuwa na wasiwasi kwamba hata mtu awe mwema kiasi gani, anahofia kwamba nikimwamini muda wowote anaweza akabadilika na akanitenda ubaya. Kwa hiyo huwa wanaogopa sana kuwaamini watu. Dalili ya pili ni kuwa na hofu ya kuachwa. Mara nyingi wanapokuwa kwenye mahusiano, ugomvi unapotokea anaweza akawa ni wa kwanza kabisa kukuambia tuachane, kwa sababu tu anahofia kwamba akichelewa wewe unaweza usitake kuyarekebisha yale mahusiano ukataka kuachana naye, kwa hiyo ukamuacha. Hivyo anakuwa na hofu ya kuachwa kwenye mahusiano. Dalili ya tatu ni kuwa na hasira au kuwa mwepesi wa kulia kwa mambo madogo. Mara nyingi anakuwa na hisia za karibu sana, hata kama kitu sio kikubwa kiasi cha kumfanya akasirike na kulia, lakini yeye anakuwa ni mwepesi wa kukasirika na kulia. Dalili ya nne, huwa ana tabia ya kujitenga na watu. Mara nyingi anakuwa anajitenga ili mradi tu asije akapata maumivu yale ambayo yalimtokea mwanzoni. Dalili ya tano ni kwamba anakuwa na tahadhari muda wote. Ni mtu ambaye kila mara yuko kwenye survival mode, anakuwa anafikiria kwamba muda wowote inabidi nijilinde, niwe mwangalifu ili chochote kibaya kisije kikanitokea tena. Dalili ya sita, hujiona hana thamani. Anahisi kwamba yeye hastahili kupendwa, kuheshimiwa au kufanikiwa kama wengine wanapofanikiwa. Dalili ya nane, kuwafurahisha watu kupita kiasi. People pleasing. Mara nyingi huwa anakuwa ni yule mtu wa kusema ndio hata kama hajisikii kusema ndio. Hata kama yeye ndani yake anajisikia kusema hapana, lakini atasema ndio kwa sababu anahofia kwamba akisema hapana anaweza akakataliwa na kuwapoteza hao watu kwenye maisha yake. Dalili ya tisa, huepuka kumbukumbu au mazungumzo fulani. Kwa mfano mko kwenye kikundi na mkaanzisha topic fulani, yeye atakuwa ni mtu mkimya au atafanya kila namna ili muweze kubadilisha topic na kuendelea kuzungumzia mengine, kwa sababu hicho mnachokizungumzia pengine kinamkumbushia kile ambacho kiliwahi kutokea zamani. Dalili ya 11, hushindwa kudhibiti hisia zake. Anaweza kabadilika ghafla kutoka kwa mtu mwenye furaha mpaka hasira, hofu na kutokujiamini. Dalili ya 12, huwa mgumu sana kuanzisha mahusiano au kuyadumisha kwa sababu anaogopa kwamba anaweza akajiattach na mtu kupita kiasi, na hiyo ikasababishia yeye baadaye akatendwa na huyo mtu akaondoka. Kwa hiyo anaogopa kuumizwa tena. Kwa hiyo anaona ni vizuri kuwasukumia watu mbali kuliko kuwaweka karibu. Kuwa na dalili moja au mbili kati ya hizi haimaanishi kwamba una trauma. Na ukishagundua kwamba kuna kitu kama hicho kinaendelea kwenye maisha yako, ni vizuri kutafuta msaada wa kitaalamu au kumtafuta mtaalamu wa afya ya akili ili aweze kukuelekeza ni namna gani unaweza ukafanya ukaondokana na hali hiyo. Huenda tatizo sio kwamba wewe ni dhaifu. Huenda ndani yako kuna yule mtoto mdogo ambaye bado anahitaji kupendwa, kuthaminiwa, kujaliwa, kufuatiliwa, kupewa faraja pale anapokuwa na uhitaji, au kupata zaidi ule upendo ambao hakuwahi kuupata alipokuwa mdogo. Kwa hiyo usiwe unajilaumu kwa chochote kile kinachoendelea kwenye maisha yako.